Na mtazamaji, baada ya maziwa kukamuliwa, je, yanawekwa vipi ili kuhakikisha kwamba yakifika katika soko lako basi yako salama na yamehifadhiwa kwa njia iliyo bora? Karibu tena tuendelee tuona kwamba je, maziwa yakitoka kule basi yanachukua hatua zipi ili kuhakikisha kwamba yanahifadhiwa kwa njia iliyo nzuri. Karibu. Asante. Sasa huku kwenye tuko huku ndo processing yetu inaanzianga. So tunafanya kitu inaitwa processing. Tutengeneze hiyo maziwa ikuwe na lifespan mzuri, alafu tena ikuwe healthy kwa clients wetu. Sasa maziwa yetu ama maziwa tumetoa nje sababu machine capacity yake iko juu. So maziwa yetu ama yenye tumetoa nje inaletwa, itapimwa hapa kwa mlango. Kupimwa kiwango? No, itapimwa kiwango number 1, itapimwa status yake. Status ni temperature, itapimwa smell, itapimwa fat content, itapimwa kama iko na pathogens, vitu kama hizo. Sasa kana maziwa ni mbaya, unaona inaweza leta shida kwa client, hiyo utarudishia mwenyewe. Sasa nimekamua ng'ombe wangu pale nyumbani, nikaona maziwa ni kidogo na nataka pesa mingi, nikaongeza ndani maji kidogo. Kwa hivyo mtanizuia hapo? Hiyo tutapima. Na tukisha kupata umeongeza maji, na ni hivyo tutakuharibia soko hata wewe. Sababu siwe pia unataka mapato. Sasa lazima uweke game yako ikuwe juu, ndo ukue customer wa kuaminika. So ukileta maziwa tutapima, kama tutajua ukiongeza maji. Kuna vitu tutapima. Kuna mwingine anashughulikia hizo, atawaelezea venye anapima maziwa. Kuna vitu tutashughulikia hapa, tutapima maziwa, kama iko sawa tutakuwa tunaimwagilia hapa ndani. So tukishamwagilia hapo itakuwa inaenda kwa hii tank kubwa. Hii tank kubwa. Hii tank inaitwa coolant. Capacity yake ni 3000 liters. Sasa hiyo hapo ndo tutakuwa tuna store maziwa, na tutakuwa tumewasha compressor na agitator pale ndo control zake ziko. So tukishawasha hizo itakuwa maintain temperature ya maziwa at 4 degrees. Sababu inatakikana maziwa ukireceive ikuwe at 4 degrees. Sasa itakuwa maintain hiyo temperature hapo. Imeshikilia hapo hadi wakati utakuwa unahitaji kutumia maziwa huko ndani. Sasa so, maziwa inaweza kaa hapa for how long kwa hiyo 4 degrees? Kwa hiyo 4 degrees. 4 degrees, the reason why tunaweka maziwa at 4 degrees ni sababu at that low temperature the pathogens are inactive or the enzymes are inactive. Zenye zina break maziwa, zinaharibu maziwa. So hapo zimewekwa inactive, inaweza hapo unaweza weka maziwa kitu kama siku 2 ama ikienda sana ni 3. Haifai, sababu wakati unaekelea maziwa batch ya kwanza ikiingia uwekelee maziwa, utakuwa umeprocess maziwa yote ikaenda kuuzwa, ukaosha hii ikuwe safi. So lazima ikuwe safi at all times, ndo ikuwe ready ku receive maziwa yenye itakuwa inakuja tena. So kila baada ya kutoa yale maziwa mmetoa nje na pia yenye mmekamua hapa hivi inasafishwa? Inasafishwa lazima, mashini zote. So hii inasafishwaje? Hii iko na system yake, utakuwa umewekelea maji hapa. Hii ni 200 liters capacity. Utakuwa umewekelea maji hapo, uchanganye detergent yako ya kusafisha, inaitwa lye. Lye inatumika kutengeneza sabuni, ni kitu inatumika kutengeneza sabuni. So hiyo ukishachanganya, kuna tu venye uta set system yako, itakuwa inaosha tu ndani. Kutakuwa na sprinkle maji kila mahali under pressure. Okay. Sasa hii tanki yetu hapa ndo controls zake ziko. So ni hapa ndo utawasha compressor number 1, compressor number 2,
na agitator. Sababu yenye inafanya zisiwake ni sababu imewekwa off. Unaweza ziweka on. Ukiangalia pale ile inazunguka. So hii inazunguka ina maintain temperature. So ina maintain hiyo 4 degrees. Yeah. Na utakuwa unasomea hapa. Ndio itakuwa inakuonyesha. Sasa wakati tuna process, kabla tuanze processing, 30 minutes before tuanze kuprocess, tutakuwa tumewasha kitu inaitwa chiller. Kazi yake ni gani? Sasa hii chiller kazi yake ni kupoesha maziwa huko ndani. Huko tutakuwa tuna pasteurize maziwa na tuna homogenize maziwa. So hiyo maziwa itakuwa imekuwa pasteurized to a temperature of 80 degrees. So at 80 degrees hauwezi toa maziwa kama hiyo moto uuzia watu, si ndio? Utakuwa unataka kuipoesha. So tushamaliza huko shughuli yote, tushapanga huko. Sasa maziwa ikishafika hapa hivi inafanywa nini? Sasa tukisha set mashini zetu huko, tukahakikisha ziko sawa, tutakuja huku ndani kusafisha kwanza. Tutaweka maji Iran, ioshe mashini kwanza for 15 minutes. Then tutaitisha maziwa. Maziwa yenye iko huko ndani tutakuwa tunaitisha na hii button. Tutakuwa tunafinya hii. Tunafinya hii, maziwa itakuwa inakuja na hii channel. Hadi hapa ndani. Sasa ikishaingia hapo ndani itakuwa inaprocessiwa. Utakuwa unaweza amua kuitoa na hapa. So hapo utakuwa na connect ka pipe or uswitch channel hii maziwa iende direct kwa storage tank. So storage kidogo tu umesema hii ndio inaleta maziwa kutoka huko nje. Sasa hizi zingine nazo kazi yake ni gani? Zote pia naona zimetoka the same place. Hii ndio inaleta maziwa kutoka huko nje. Hii inaleta maji ya kuoshea mashini. Maji ndio hii hapa. Hii ndio inaleta maji. Alafu hii ndio inaleta maziwa kutoka kwa milking machine. Yeah. Okay. So ukiangalia itakuwa inakuja. So ni hii ndio utakuwa unacheza nayo, hii unafunga sababu ukiachilia maziwa imetoka huko itakuwa inaenda huko nje. Sasa utakuwa unaifunga, so maziwa inakuja inaingia tu hapo ndani. Okay, sawa. Sasa ukishaweka hapa maziwa umesema kuna venye unaweza kutolea hapa hivi. Sasa ukiendelea na process kama hutaki kutolea hapa hivi, next step ni gani? Sasa kama hutaki kutoa sababu hii kwanza inaitwa line pasteurizer na principle inatumia ni high temperatures for a shorter period. Time utakuwa unaitisha maziwa, mashini yako itakuwa inakuonyesha imeattain temperature ya 80 degrees. Sasa hiyo maziwa umekelea hapo ndani itakuwa inakaa hapo for less than 10 seconds ikitokanga. Sababu itakuwa inaingia, ikichemshwa, ikitoka. Kitu itakuwa inachemsha maziwa ni hii hapa. Hapa tuko na heaters. Ni hii heater 1, heater 2. So hii itakuwa imechemsha maji. Ni maji inachemsha maziwa. Maziwa ichemshwe direct. So that's what we call pasteurization. So the difference between pasteurization and so hiyo maji inafanya aje ichemshe maziwa? Sasa inachanganyika na maziwa ama inakuwa haichanganyiki? Heaters zitakuwa zinachemsha maji outside the channel ya maziwa. Around the channel ya maziwa itakuwa inachemshwa maji. So maziwa itakuwa inapitia tu katikati sasa. Katikati. Kando ni maji yenye haina connection na maji. Itakuwa inachemshwa ikipitanga. Sasa hiyo ndo tofauti ya pasteurization na boiling. Unaweza jiuliza mbona tuko na mashine complicated hivi yet tunaweza washa moto tuchemshe. Sasa huko boiling sasa ni kuweka maziwa directly kwa heat. But pasteurization, in pasteurization there is a medium. So there is a medium in tunachemsha, inachemsha the content.
So ikishatoka hapo hivyo chamaliza kwa. Ikishatoka hapo huku kuna mashine nyingine. Hii inaitwa homogenizer. So homogenizer kutoka kwa the word homo ni kitu moja, si ndio? So maziwa ni maziwa na iko na cream, iko na hizo mafats. So hii kazi yake ni kumix hizo vitu ikuwe moja. Unaweza pata, sababu tumekuwa na shida ya clients kulalamika mara hawataki pasteurized milk sababu maybe tumetoa cream ama tumeongeza kitu. Hakuna kitu tunatoa ama kuongeza. Ni hiyo tu maziwa ndo inachapwa, ina mix na vitu zake tu zenye ilikuja nazo. Ya sababu kitu tunajaribu kuzuia ni unapata saa zingine ukinunua maziwa umewekelea mahali, cream imesettle juu, maziwa ikakuwa kivyake. Ushaona kitu kama hiyo. Sasa kwa pasteurized and homogenized milk hakuna kitu kama hiyo. Okay. Itakuwa imemix vizuri, hata ukiekelea mahali ukitoa ni kitu tu moja. Hakuna kitu imeongeza, kuna kitu imetolewa. So ikishatoka hapo hivyo. Ikishatoka hapo, so hapo ndo tunaamua tunataka kuitoa na pale ama tuiweke huku kwa storage tank. So hii ina store for how long ama ni lifespan yake ni muda gani? So hii ni just a holding tank. Let me say it that way. Ni holding tank. Tunaekelea maziwa wakati tunataka kupackage. Of which hatujaanza kufanya sahi. So the solution ni kutoa maziwa pale. Na tunaitoa at a temperature of 4 degrees. Yeah. Okay. So tuseme hiyo maziwa ikishakuja hivyo imekuja imekaa hapa hivi. Tuseme process ya package iko, mnaanza kufanya process ya package. Maybe hiyo maziwa wewe inakuwa na mmeitengeneza hivyo ikienda haijaziharibika for that time mtakuwa mmespecify. So hapo bado inanirudisha tu, ukienda kwa supermarket kuna maziwa types mingi. Utapata kuna long life, kuna short life, kuna maziwa ya yenye inamaliza 3 days, inamaliza wiki moja, inamaliza 3 months, inamaliza kuna zile za 90 days, kuna zile za 120. So mashini yetu capacity yake inaweza tupeleka longest ni wiki moja. Sababu hatuna zile mashini za ultra heat. So hizo za ultra heat ndo zinatupeleka anga for kitu kama 120 days. Kitu kama hiyo, sababu maziwa yetu tunachemsha at 80 degrees. So at that temperature, hiyo ni standard. At that temperature still kuna bacteria zina survive. Okay. Sasa mashini za ultra heat zenye hata ukienda KCC utaona ni zile zinachemsha maziwa to a temperature of over 120 degrees. So hapo hakuna bacteria za survive. So the machine ndio wewe ina detect lifespan ya maziwa. Yeah. Okay. That's why unapata umeandika expiry date. Yeah. So hapa ni sema tumeanza packaging. Ndio packaging machine. Maziwa itakuwa inatokea huko. Ikikuja ikiingia tu kwa hiyo channel. So hapo ndo utafanya operations zako. Una sterilize, unafanya vitu zako hapo zote. Na set vitu nataka. So una set kulingana na kiwango cha unataka iende kwa hiyo packet. Yeah. Okay. Na mtazamaji, natumai kwa sasa umejifunza mengi kuhusiana na jinsi gani ambavyo unaweza hifadhi maziwa yako ili kuhakikisha kwamba yanakaa kwa muda ambao unastahili kufikia kile kiwango ambapo yatahitaji kutumika.